الحمد لله تفرد عزا ومجدا وجلالا وتقدس بهاء وصناعا وجمالا وتوحد عظمة وكبرياء وكمالا. تبارك ربنا سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الجليل الجبار، خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار، أزكى الأنام ومسك الختام وبدر التمام، وخير من صلى وصام وتعبد لربه وقام. صلى الله عليه وعلى آله وبارك عليه وعلى آله الأعلام وصحابته الكرام والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم التمام. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله وأطيعوه وتوبوا إليه واستغفروه، وأظموه في هذا اليوم المبارك، وكبروه واذكروه كما هداكم، وسبحوه واشكروه على ما أعانكم عليه من الطاعات واحمدوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر المؤمنين الكرام، في تشريعات الإسلام أسرار عجيبة لا تنتهي، وفيها مواعظ بليغة لكل من يتأمل أو ينصت ويصغي. من ذلك مواعظ رمضان، فرمضان مدرسة مليئة بالعبر والعظات ودروس النيرات. حري بالمسلم الصادق ألا يمر به هذا الشهر المبارك دون أن يستلهم دروسا بليغة منه، وأن يستفيد بأكبر قدر من عبره وعظاته، وألا يخرج المسلم منه إلا وقد صلحت أوضاعه وتحسنت أحواله وتدارك ما فاته. Ndugu Waislamu, tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala na tumtii katika amri zake, tutubie kwake kwa makosa yetu na tumtake msamaha. Tumtukuze Allah subhanahu wa ta'ala katika hii siku adhim, na tumtaje Mola wetu kama alivyotuongoza katika Uislamu, na tuwe ni wenye kumsabihi na kumshukuru kwa msaada na taufik aliyotujalia Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kutekeleza taa yake, na tumhimidi juu yake. Ndugu Waislamu, katika sharia za Allah subhanahu wa ta'ala kunapatikana siri za kimaajabu, na ndani yake kunapatikana mawaidha, mafunzo yenye hekima na busara mno. Lakini kwa kila mwenye kuchukua mazingatio, akawa ni mwenye kutega masikizi yake na kuwa ni mwenye kutulia na kufuatilia kwa kina. Na miongoni mwa mafunzo haya tunaangalia mafunzo tunayapata katika mwezi wa Ramadhan. Mwezi wa Ramadhan, ndugu Waislamu, ni madrasa, ni chuo ambayo imejaa mafunzo tele na mazingatio na mambo yenye kumnufaisha mwanadamu katika maisha yake fi dunia wa akhirah. Kwa hivyo inampasa kila mmoja wetu tusipitwe na masiku ya mwezi kama huu, ila ndani yake tuwe tumetoka na mafundisho ambayo itakuwa ni yenye kutufaidi hata baada ya Ramadhani kutuondokea, mafunzo ambayo itapelekea hali zetu kuwa ni bora zaidi, tabia zetu kuwa ni zenye kutengenea, na tuwe ni wenye kurekebisha pale ambapo tumekuwa ni wenye kukosea. Ha huwa shahru taqwa ya ibadallah,
ha huwa qad adhina birrahil wa lam yabqa minhu illa alqalil. Huu ndio mwezi wa takwa, ndugu wa Islam, na mwezi huu wa takwa umekaribia kutuondoka na haikubakiwa illa na siku kidogo. Fahani'an liman amarahu bidhikri llahi ta'ala wa akthara min al-a'mali salihah. Pongezi, hongera kwa kila yule ambaye amekuwa ni mwenye kuishi masiku yake ya Ramadhan kwa matendo mema, akawa ni mwenye kumdhukuru na kumtaja Mola wake. Wa hakadha ya ibadallah hiya dunia. Na tukiangalia Ramadhan basi inatupatia sura kamili ya maisha yetu hapa duniani. Wa hakadha huwa umru al-insan, bali ndivyo inavyopita umri ya mwanadamu. Inna umra al-insan kullahu yanqadhi wa yamdhi kama madha Ramadhan. Umri zetu itakuwa ni yenye kutupita, itakuwa ni yenye kumalizika namna tulivyoshuhudia au tunavyoshuhudia Ramadhani inavyotuondoka. Bil amsi alqarib kunna nastaqbilu shahrana alhabib wa ha nahnu alana natahayyau liwada'ihi wa firaqihi wa hakadha huwa halu al-insan. Hivi majuzi tu tulikuwa ni wenye kupokea mwezi huu kwa shangwe, kwa vigelegele, kwa bishara, kwa furaha, kwa bashasha siku kadhaa tuliyopita. Na sasa hapa tulipo tunajiandaa kuaga mwezi huu, mwezi mpendwa, mgeni wetu Ramadhan. Na hivi ndivyo hali ya maisha ya mwanadamu. Maisha ya mwanadamu, al-insanu yulad wa yabda'u kama yabda'u al-hilal saghiran dha'ifa thumma yakburu wa yuqawi aw yaqwi shay'an fa shay'an hatta yusbiha badran muktamila wa muniran qawiyan mushi'a thumma yarji'u shay'an fa shay'an ila ad-dha'f thumma yakhtafi kulliyan. Hivi ndivyo ilivyo hali ya maisha ya mwanadamu. Mfano wa mwezi. Mwezi ni ishara kuanza kwa mwezi wa Ramadhan, na mwezi kuonekana ni ishara kukamilika kwa mwezi wa Ramadhan. Lakini hilal, huu mwezi ukiangalia unaanza ikiwa ni dhaifu, ikiwa ni dhaifu mno, chembe tu kidogo ambayo huwezi diriki kwa macho kwa muda mrefu. Kisha mwezi unaenda ukipanda, unakuwa hadi unakamilika, unakuwa ni mbala mwezi Badr, inamulika mwangaza kiasi ya kuwa unaweza kushuhudia kila kilichofichikana. Baada ya kukamilika kwake inarudi tena, inaanza kudhoofika kidogo 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 mpaka inapotea kabisa, haiwezi onekana kwa macho. Na ndio hasa halisia ya huyu mwanadamu. Mwanadamu anaanza kiumbe dhaifu. Katika dhaifu yake Allah subhanahu wa ta'ala anamjalia nguvu. Khalaqakum min dha'f, tulikuwa ni dhaifu, waja'ala min ba'di dha'fin quwwa, baada unyonge ule Allah katupatia nguvu. Baada nguvu tunarudi katika udhaifu, na inaongezeka nini? Ukongwe ndani yake. Kisha mwishowe mwanadamu anakuwa ni historia, inakuwa kana wafat, alikuwa na ameondoka. Kam min ash-shuhuri madat wa kam min al-a'mari wan-nas qadat. Miezi mingapi ambayo yametupita, tumeishi miezi chungu nzima. Umri ngapi, kiasi gani katika umri umeongezekewa. Watu wangapi ambao tulikuwa nao wametoweka. Wa kulluha bidayatun wa nihayat. Yote taswira kamili ya maisha haya ni baina mambo mawili. Bidayat, utangulizi, mwanzo, wa nihayat, ukamilifu, mwisho, inakuwa ndio mwisho. Wa hakadha huwa halu dunya bikulli ma fiha, laha bidayatun adhina Allahu laha wa nihayatun qaddaraha Allahu ta'ala. Hivyo ndivyo ilivyo maisha ya dunia. Maisha ya dunia, kila kitu kina mwanzo wake, na huu mwanzo ni kwa idhni, kwa amri yake Allah. Na kila chenye mwanzo kina mwisho wake, na huu mwisho ni kwa qadar, kwa kiwango alichopanga yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Yasaluka an-nasu 'ani saa
qul innama ilmuha inda Allahi wama yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Watu wanauliza kuhusu kiyama, inakaa iko mbali sana. Innahum yarawnahu ba'ida, ni jambo ambalo liko mbali sana. Bali si kiyama tu, hadi maut. Mtu anaona umauti wake ataishi duniani miaka 1000 na 1000, kisha mwisho ni an-nihaya. Mwisho ni kumalizika tu, ni alwafat, ni kifo. Kila chenye mwanzo kina mwisho wake. Watu wanauliza kuhusu kiyama wakiona kuwa iko mbali mno, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasema ma yudrik, kipi ambacho kitakuonyesha la'alla sa'ata takunu qariba, ya kwamba kiyama kipo karibu sana na kila mmoja wetu, vile maut ilivyo karibu nasi na vile Ramadhani inavyokwenda mbio, imekuwa na mwanzo na itakuwa na mwisho. Sote leo hii ambao tumeketi hapa tufahamu tuna mwanzo na tuna mwisho wetu. Ibadallah, darsa nihaya, darsa hii ya kukamilika kwa jambo alladhi yanbaghi an nantabiha lahu jayyida, ambayo inatupasa sote tuzindukane kila mara tujikumbushe darsa hii. Mwanzo umepita, hatujui tulikuwa vipi, lakini mwisho uko mbele yetu. Huo mwisho wetu huo, je, tufanye maandalizi yake? Innal ibrata laysat fi dhahabi zaman laysat fi tuli al-umr wa laysat fi tawali al-bidayat wan-nihayat wa ta'aqubiha, innama al-ibratu fi istithmari hadha az-zaman wa husn istighlalihi. Ndugu Islam, cha kuchukua mazingatio si kutamaushwa, si kushangazwa, tubaki mdomo wazi ya kwamba ilikuwaje Ramadhani tulianza tu juzi na sasa tunaelekea kukamilisha Ramadhani. Si hilo la kushangaza. Mazingatio sio kwa hayo kwamba muda unakwenda upesi, wala mazingatio si kwa zama inavyobadilika. Mara leo tuko katika msimu wa mvua, hivi majuzi kulikuwa na joto kali, kutakuja upepo mkali, kutakuwa na hali kadha wa kadha. Kubadilika kwa zama sio lengo la kuchukua mazingatio ndani yake. Lakini mazingatio, ndugu Waislamu, ni kipi ambacho tunaekeza ndani ya hizi zama? Kwa sababu zama zako, umri wako, wewe ni kama mkulima ama mtu mwenye kwenda shopping. Umebeba shopping bag yako ama umebeba mfuko wako katika mavuno. Kila kile ambacho unaokota na kuweka mle ndani katika fuko lile, basi huo ndo umri wako, na ulichojaza mule ndani ndio chenye kuzingatiwa. Je, ni cha thamani? Wewe katika kuokota kwako umeokota vitu ambavyo vitakufaidi kule mbele ya safari, ama umeokota taka tu ukajaza kila unachokipata unatia ndani mule ndani? Awalam nu'ammirkum ma tadhakkaru fihi man tadhakkara waja'akumun nadhir. Kila mmoja wetu Allah subhanahu wa ta'ala amempatia udhur, amempatia excuse, amempatia opportunity. Umepewa fursa na wasaa ya kwamba awalam nu'ammirkum, je, hatukuwapatia umri kiasi ya kuwa yatadhakkaru fihi man tadhakkar, muda tumewapatia wa kutosha ambao unawezesha kila mwenye kuzingatia, kila mwenye kujikumbusha, kila mwenye kuedheka ataweza kufaidi. Je, hakuna? Kila mtu amepewa fursa hiyo, bali zaidi ya ja'akumun nadhir, akaja muonyaji Rasul sallallahu alaihi wasallam, muonyaji al-Qur'an, muonyaji al-mautu. Waonyaji wote hawa wametufikia, maduat kila mara anatuambia, lakini tunasikiliza na tunapuuza. Yauma idhi yatadhakkaru al-insanu, siku ya maut, siku ya kiyama, wakati huo ndo atazinduka mwanadamu, yatadhakkaru, akijiuliza na kujikumbusha, wa anna lahu dhikra, lakini haya makumbusho hayatomfaidi na chochote wala lolote. Maashira as-sa'imin, umru al-insan la qimata lahu illa bima awda'ahu min a'mali salih. Umri ya mwanadamu haina thamani, umri ya mwanadamu haina la kujifakhiri nalo illa kwa lile ambalo umeekeza katika umri wako.
Allah asema wal waznu yawma idhinil haqq faman thaqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Mzigo ambao tunajibebesha siku ya kiyama itawekwa katika mizani, na mizani itakuwa ni ya haki. Kila yule ambaye mizani yake ya mema itakuwa nzito, basi hao humul muflihun. Waman khaffat mawazinu, lakini ikiwa katika mkoba uliokabidhiwa ya umri ukajaza takataka, vitu visivyokuwa na thamani, visivyokuwa na manufaa kwako, man khaffat mawazinu, kila yule ambaye mizani yake itakuwa hafifu, bimaana hakuna mema ya kujivunia ndani yake, faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema khairun nas man tala umruhu wa hasuna amali. Mbora wa watu si mwenye mali mengi, mbora wa watu si mwenye ilmu nyingi, mbora wa watu si mtawala wao, mbora wa watu si mwenye nguvu, mbora wa watu si mwenye eti utajo, mtu prominent. La, khairun nasi man tala umru, mbora wa watu ni atakayejaliwa umri mrefu. Lakini je, kila mkongwe mwenye umri mrefu ni bora? La, kuna qaid, kuna sharti. Anasema sallallahu alaihi wasallam wa hasuna amaluhu. Kwa hivyo tulul umr na husnul amal linampatia huyu mtu khairia. Urefu wa umri na uzuri wa matendo inamfanya mtu anakuwa ni mwema, na kinyume chake sharrun nasi man tala umruhu wa saa amalu. Mwovu wa watu yule ambaye atajaliwa umri mrefu, urefu kiasi yoyote, miaka 20, miaka mingi sana, miaka 30, 40, 50, 60, 70, bado ni urefu wa umri. Ikiwa utajaliwa umri wote huu, lakini ma'al asafi shadid saa amalu, matendo yako yakawa maovu, basi anta sharrun nas. Ibadallah, inna ad-dunya wa umra al-insan mithlu Ramadan. Maisha dunia tunaishi ambayo ni umri zetu sisi wanadamu ni mfano wa hii Ramadan. Sur'ana ma yamdiyan bikulli ma fihima min khairin wa sharr wa hulwin wa murr wa sa'din wa nakb wa sururin wa ahzan. Haya maisha tunaishi, maisha ya dunia ni mfano hii Ramadhani ambayo tumeiona. Kila mmoja wetu tumeshuhudia hii Ramadhani, na bado iko very fresh katika memory zetu. Tulivyoshuhudia hii Ramadhani, Sur'an man qada, upesi ulivyokwenda, basi ndivyo umri zetu zinakwenda. Na katika hali ya umri kumpita mwanadamu huyu, lazima atapata misimu mbalimbali, min alhulwi au murr. Utapata ima matamu ama machungu ya maisha. Usr, mazito; yusr, wepesi; surur, furaha; ahzan, huzuni. Yote haya yanakwenda, haibakishi mtu nyuma. Eti ukiwa katika furaha masiku yasikwende mbio, la. Ama ukiwa kwa huzuni masiku yanakwenda taratibu, la. Ni mtizamo wa mtu mwenyewe. Akiwa katika furaha anaona muda umekwenda upesi, akiwa katika dhiki la jambo lolote anaona muda haukwendi, lakini siku inabakia pale pale, masaa 24. Kwa hivyo ndugu Waislamu, ha nahnu ibadallah fi awakhiri shahrina almaymun. Tunaelekea kukamilisha mwezi huu, mwezi mpendwa. Salu, tulizaneni. Man jaddu fihi wajtahadu wajahadu fihi anfusahum ala at-ta'at wastabaru yaltamisuna ridha rabbihim wa yataqarrabu ila rabbihim, saluhum al'an. Hebu tuulize wale ambao walijipinda, wakajinyima, wakajilazimisha, wakajitolea mhanga kutekeleza ridha ya Mola wao, kutafuta ukuruba kwa Mola wao. Hebu waulize leo hii, satajiduna annahum qad nasu kulla dhalik. Kila mwenye kupitia mazito haya katika taa
bila shaka anayasahau upesi, wala yadhkurunahu, wala hatokaa akizitaja, walakinahu bifadlillahi wa rahmatihi mahfudhun fi sahaifi a'malihi, lakini kwa rahma zake Allah, kwa fadhila zake Allah, dhiki na tabu zote hizi katika kutafuta taa yake Allah, huyu mtendaji anasahau, lakini mwenye kutendewa kwa ajili yake anazidhibiti, anazihifadhi na ameziandika sehemu. Wala sawfa jiduna kulla dhalik, na bila shaka huyu mtendaji atapata yote haya, ahwaja ma yakununa ilayhi indama yakifuna baina khaliqi, wataipata mbele ya Mola wao wakati ambapo watahitajia mno malipo ya haya matendo yao. Nas'alullah al-karima min fadlihi fil muqaddam. Nas'alullah, tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika hao wale ambao wamepitia dhiki na tabu na kila aina hangaiko kwa ajili ya kutafuta ridha ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fil muqabil, tuangalie upande wa pili. Tulize, salu alladhina qadaw ramadana fi nawmin wa ghafla wal batala warafahu an anfusihim bil muta, in salla ahaduhum salla thaqilan kaslana wa in qara'a al-qur'ana mallahu sari'a fa innakum lan tajidu indahum minha siwa dhiq wa dhank. Uliza wengineo wale ambao katika Ramadhani yao wakaipatia kipao mbele matamanio ya nafsi zao. Mtu akaona dhiki sana, hii som ni kero, hizi ibada ni kero. Manake kati yetu kuna wale ambao wanachukulia misimu hii ya khairi ni kero kwao, wakatanguliza matamanio ya nafsi zao. Watu hao wakanye kutafuta starehe kwa nafsi zao, hawataki dhiki za ibada. Ikiwa atakuwa mwenye kuswali mtu huyu, anaswali anajivuruta, anakuwa ni jitu livivu. Ikiwa atakuwa ni mwenye kusoma Qur'ani, anasoma kwa tabu, baada safha moja au satr moja nusu safha anapatwa na nini? Anaanza kusinzia, hana nishati katika ibada ya Mola wake. Lakini katika mambo ya starehe za kidunia unamwona alivyo mtanashati. Muulize mtu huyu, je, leo hii manufaa gani aliyopata kwa starehe hizi? Alipopoteza fursa adhim, badala ya kutumia mwezi huu katika kuwekeza kwa ajili ya akhira yake, muulize amepata manufaa gani? Shatana ya ibadallah, shatan baina amalin tadhhabu lidhatihi tabi'atuhu wa hasaratuhu iyadhan billah, wa amalin tadhhabu maunatuhu wa ta'abuhu wa tabqa mathubatuhu wa karamatuhu. Ni tofauti sana baina haya mawili. Kitendo ambacho atatenda huyu mja na matendo yake anafanya kwa sababu anapata ladha, kwa sababu anapata raha, anapata kustareheka, lakini starehe hizo zinaondoka punde tu kitendo hicho kikimalizika. Anabakiwa na nini? Majuto, anabakiwa na hasara, anabakiwa na kujidaumu. Kinyume na yule ambaye matendo yake anafanya kwa dhiki sana, anajinyima mengi, lakini baada ya matendo yale anasahau upesi, na anachobakiwa nacho ni nini? Almathubatu, malipo mema, walkaramatu, na anapata cheo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Afaraaita imma ta'nahum sinin, je, waonaje? Allah nauliza, waonaje ikiwa hawa wanadamu wakaidi hawa, imma ta'nahum sinin, ikiwa tawapatia starehe miaka na miaka, kipindi kirefu katika umr, thumma kisha nini? Jaahum ma kanu yu'adun, ikawafikia yale waliokuwa kiahidiwa. Manake sote maududi, sote tumeahidiwa jambo lipi? Kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja mauti. Kila bimaana hakuna istithna, hakuna kuondosha. Ikiwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaambiwa innaka mayyitun wa innahum mayyitun, khairu khalqillah, mbora viumbe kwake Allah, anaambiwa utakufa. Je, na sisi
ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio hiya maut. Thumma ja'ahum ma kanu yu'adun. Utastarehe mpaka lini? Utakuwa muasi mpaka lini? Utakuwa jeuri mpaka lini? Thumma ja'ahum ma kanu yu'adun. Bila shaka itatupata yale ambayo tunahidiwa na Allah. Ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Yale ambayo yanatupumbaza, yanayotudanganya, yanayotushawishi, yakatufunga macho, yakatutia pazia tusione uhakika, haitutufaidi na lolote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakadha ibadallah, hakadha dunia. Haya ndio maisha ya dunia, ndugu Waislamu. Wa hakadha Ramadhanu, na hivi ndivyo ambavyo tunaona katika Ramadhan. Wa hakadha a'maruna, na ndivyo umri zetu tamdhi wa tanqadhi bihulwiha wa murriha. Umri itakwenda, sawa una raha, sawa una huzuni, una matamu ya maisha, una dhiki ya maisha, yote haya yataondoka. Wayansa alfariqani, na kila mmoja atasahau aliyopitikiwa nayo. Kullama asabahum min rakha'in au ana'in au dharra'in au sarra'in, wa yabqa almuhsinu muhsina yajni fil akhirati thamarata ihsani. Yatapita yote haya tukiwa sote hali sawa, lakini mwema atasalia kuwa ni mwema, na mbele ya Allah atapata matunda ya juhudi zake, na mwovu atabakia kuwa ni mwovu, na siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye majuto. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani al-azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikri al-hakim. aqulu ma tasma'una astaghfirullaha li wa lakum wa lil muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah ala fadlihi wa ihsanihi, والشكر له على توفيقه وامتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، عباد الله، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه wallahu raufun bil ibad. Ndugu Waislamu, maisha tunayoishi, umri zetu zinamalizika upesi kwa namna ambayo tumeshuhudia Ramadhani inapokwenda haraka, lakini hatimaye mwisho wake ni kwamba kila mmoja wetu tutasahau ambayo tumeyafanya, tutasahau yale ambayo tumepitikiwa nayo katika wepesi mazito, mazuri mabaya, ya utamu na uchungu. Lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala tajidu kullu nafsin ma amilat muhdara. Kila ulichokitenda hapa utasahau, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala utaipata hadhira, wazi, present, mbele ya macho yako, iwe ni ya khair au ni ya shar. Kisha yule ambaye atapata maovu wal iyadhu billah, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Unashangaa leo matendo yako mwenyewe unafanya kwa kujipiga kifua, kwa kujifakhiri, kujivunia na kujisifu na kutaka wafuasi. Kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, tawaddu law anna bainahu wa bainaha amadan ba'ida. Haya matendo ambayo wajivunia leo, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala unatamani laiti ungekuwa mbali mno na matendo yale, ambapo mtendaji alikuwa ni wewe binafsi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu anasema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta yawm al-qiyamah bi an'ami ahli ad-dunya min ahli an-nar yawm al-qiyamah fayusbaghu fi an-nar sabgha ay yughmasu fi jahannam ghamsatan wahida thumma yuqalu lahu ya ibn adam hal ra'ayta khayran qat hal marra bika na'imun qat fayaqulu la ya rabb وعزتك وجلالك ما مر بي نعيم قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة أي يغمس في أنهار الجنة غمسة واحدة ثم يخرج منها فيقال له يا ابن آدم
hal ra'aita bu'san qat, hal marra bika shiddatun qat, fayaqulu la ya rab wa izzatuka wa jalaluk ma marra biya bu'sun qat wa ma ra'aytu shiddatan qat. Subhanallah. Anasema sallallahu alayhi wasallam, siku ya kiyama ataletwa mtu miongoni mwa watu wa nar, wal iyadhu billah, Allah tuepushe na watu wa nar. Mtu huyu katika dunia alikuwa ni katika walioneemeka mno, wale ambao walikuwa ni maisha ya fahari mno, watu wanawatizama na kuonyesha kwa vidole, angalia maisha fulani, angalia maisha fulani. Kisha mtu huyu madamu ni mtu wa motoni, atapewa experiment, atachukuliwa apitishwe tu kidogo tu juu ya moto wa jahannam. Ghamsa ni kama vile unaweza tumbukiza mkono kidogo katika maji ukaondoa maji ya moto. Maji ya moto unatia kidole unatoa. Anatumbukizwa kidogo vile kisha anaondolewa. Kisha anaulizwa, ya ibn Adam, ewe mwanadamu, je, umepitiwa na raha zozote katika maisha yako? Raha yoyote ushaipata katika maisha yako? Anasema la wallah, sijawahi pata raha yoyote. Angalia, kwa kutumbukizwa kidogo tu ndani ya moto wa jahannam. Kisha ataletwa mwingine katika watu waliopata dhiki mno duniani, lakini matendo yao yalikuwa mema, akawa ni mtu wa janna. Akifikishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, anajaribiwa, yughmasu fil janna, anatumbukizwa kidogo tu katika janna, kisha aone harufu ya janna, apate mandhari ya janna, kisha anaondolewa upesi sekunde tu. Kisha anaulizwa, ya Abdallah, ewe mja Allah, je, umepitiwa na dhiki zozote katika maisha yako? Anasema la wallah, sijawahi pata dhiki yoyote katika maisha yangu. Hiyo ndo akhira ambayo tumeahidiwa ndugu zangu. Maisha ya dunia haya ni mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur, ni pumbao tu, si jambo la hakika, ni udanganyifu, ni uongo. Lakini akhira la hiya alhayawan, ndio maisha yenye kudumu. Kwa hivyo ndugu Waislamu, ibadallah, man kana qad ahsana fima madha min Ramadan falyahmadillah wa yastamirra ala alihsani fima tabaqa min Ramadan. Ikiwa mmoja wetu kuna yule ambaye alifanya mazuri katika masiku yaliyotangulia ndani ya mwezi huu wa Ramadhani, basi hala fanya juhudi, usiwe ni mwenye kufa moyo, ongeza bidii zako, kwa sababu muda tulionao mbele yetu ndio kubwa zaidi. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa taufiki kama hiyo. Na ikiwa utajipata katika wale ambao walikuwa na mapungufu, kasoro, basi hala inuka. Kuvunjika kwa mwiko si mwisho upishi. Tungali na muda mbele yetu. Hadha shahrukum almubarak, dhahaba mu'dhamuhu wa baqiya a'dhamuhu. Huu mwezi wa baraka ambao tuko nao, idadi kubwa imeondoka, lakini ya fadhila na daraja kubwa iko mbele yetu. Siku 21 inapita, lakini siku 9 zilizo mbele zetu ndio a'dham, ndio kubwa zaidi, kwa sababu ndani yake kunapatikana Lailatul Qadr. Baqiya thuluthu, imebakia thuluthi ya mwisho, wa thuluthu kathir. Na hii thuluth kwa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, idadi ya thuluth ni idadi kubwa zaidi, unaweza fanya mengi katika idadi ya thuluth. Walidha kana sallallahu alayhi wasallam min hadi yajtahidu fil ashr al awakhir min Ramadan. Mtume sallallahu alayhi wasallam kuthibitisha haya, alikuwa ni mwenye kufanya juhudi mno katika 10 la mwisho ndani ya mwezi wa Ramadhan, masiku ambayo tunaishi haya. Aisha radhiallahu anha anasema, kana sallallahu alayhi wasallam idha dakhala al-ashr al-awakhir ahya laylaha wa ayqadha ahlahu wa shadda al-mi'zara. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifikiwa na haya masiku, kana yajtahidu fil ibadati fi Ramadan ma la yajtahidu fi ma siwa. Bidii za mtume kwa ibada ilikuwa ndani ya Ramadhani inakithiri mno, lakini ikifika 10 la mwisho anaongeza bidii maradufu. Na mfano tu yale aliyokuwa akifanya mtume sallallahu alaihi wasallam, ihya'ul layali, anaamka usiku akiwa ni mwenye kusali,
na kufanya ibada ya Mola wake. Wayuqidhu ahli, anawaamsha wake zake. Wa shadda al-mi'zara ay ijtahada wa shammar, alikuwa ni mwenye kufanya bidii zake zote, kwa sababu ndugu waislamu, haya masiku kuna usiku ambao ni bora kuliko miezi 1000. Tujua miezi 1000, Lailatul Qadri khairun min 1000 shahr. Je, tujua miezi 1000? Ni swali ambalo Allah anatuuliza, inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr. Nani anayejua lailatul qadr? Yeye aliyechagua usiku huu ndiye anatufahamisha kuwa lailatul qadri khairun min 1000 shahr, bora kuliko miezi 1000. Kati yetu hapa labda wachache ambao wameweza kuishi miezi 1000, ambayo ni miaka 83, lakini opportunity unapewa, una umri miaka 30, miaka 40, miaka 50, lakini unaambiwa usiku mmoja huu peke yake kwa rekodi yako ya hasanat utajaza akiba tele ya miaka 83. Miaka 83 ukadiriki Lailatul Qadr 2, 3, 4, 5, 6, 7. Piga hesabu ni ngapi hizo? Yote hii ni free of charge, lakini kwetu sisi ni kutoa bidii. Anasema Ibn Jawzi rahimahullah yakuwa innal khayra idha sharafat nihayat al-midmar badhalat qusara juhdaha litafuza bisibaqi fala takun al-khayru aftana minka ya abdallah fa innama al-a'malu bil khawatim in lam takun ahsanta al-istiqbala fa ahsin al-wada'a lianna al-ibrata لا بتحسين البدايات لكن لا بكمال البدايات لكن بتحسين النهايات. alivyosema Ibn Taymiyyah rahimahullah. Anasema Ibn Jawzi rahimahullah yakuwa farasi wanaoshindana mbio, pindi wanapoona wanakaribia mwisho wa mashindano, kila farasi ni mnyama, utaona anatoa bidii zake zote litafuza bisibaqa, ili awe ni wa kwanza. Basi anasema mwanadamu, huyu mnyama asikuzidi akili, huyu mnyama asio mwerevu kutuliko, ya kwamba tunaelekea mwisho, the finishing point. Hapo ndio juhudi zetu zinafifia, hapo ndio uvivu unatuvamia. La, huu ndio muda wa mtu kujishamiri, ya kwamba toa juhudi zako zote, ni a matter of life and death. Kwa kuwa hapa hujui ukimaliza hii Ramadhan kwa utapata Ramadhani ijayo, ni life and death. Fanya Ramadhani yako, ikiwa yote niliyosema tutasahau, basi angalau tuende na hii takeaway nyumbani, ya kuwa hii Ramadhani masiku yaliyobakia mbele yangu ni matter of life and death, kwa sababu hakuna ajuaye kuwa akiondoka hapa atabakia hai mpaka Ramadhani ijayo. Ramadhani itakuja, lakini mimi na wewe hatuna garanti kwamba tutakuwepo. Anasema Ibn Taymiyyah rahimahullah ya kuwa utangulizi hauangaliwi ukamilifu wake, lakini uzuri wa jambo ni hatima yake. Na Ibn Qayyim akasema ya kuwa ikiwa mwanzo wetu hatukuanza vizuri, basi angalau mwisho wetu tuwe kwenye kukamilisha kwa wema zaidi. Ibadallah, ala fasallu wa sallimu على المبعوث رحمة للعالمين فقد أمركم الله بها قائلا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة رسول الله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم في فلسطين اللهم انصرهم في غزة اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا اللهم يسر أمورهم اللهم يسر أمورهم اللهم يسر أمورهم اللهم ثبت أقدامهم
أقدامهم، اللهم أحسن جزاءهم، اللهم ثبت أقدامهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر لهم ما تقدم من ذنوبهم، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر لهم ما تقدم من ذنوبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، والحمد لله رب العالمين. قوموا للصلاة.